kwa jambo lolote unalitenda, usisahau ile nguvu uko nayo. Mwanaume akiwa ako chini na aoe the right kind of a wife, it is a matter of time. Mungu alipomaliza kuumba mwanaume na akamweka kwa bustani, Mungu akamwangalia, akaleta wanyama wote, akawapatia majina. Huyu anaitwaje? Simba. Huyu anaitwaje? Ngiri. Huyu anaitwaje? Mungu hakupatia wanyama majina, ni mwanaume alipeana hizo jina zote. Alafu maandiko yanasema ya kwamba lakini yeye haikuonekana, haikupatikana msaidizi. Simba alikweko, haikutosha. Ndovu alikweko, haikutosha. Shamba ilikweko, haikutosha. Bustani ilikweko, haikutosha. Mwanaume alikuwa ameumbwa tayari, haikutosha. Mungu akaangalia akasema, bila mwanamke sio kuzuri. Akasema sio nzuri. Mungu mwenye alisema kila kitu iwe ikawa, kila kitu iwe ikawa, kila kitu iwe. He said let this be, there was. Let this be, there was. But because there was no woman for the first time, God said it is not good. Imagine kanisa ya watu 5,000 na wote ni wanaume. Huyo pastor atakuwa na shida. And imagine kanisa ya watu 5,000 na wote ni wanawake. Pia utakuwa na shida. Because as powerful as women are, they don't love one another. Women don't love beautiful women. And women don't love successful women. Kuna msichana mzee akileta ya kwamba huyu atakuwa msaidizi wetu hapa kwa nyumba. Unaona tu mama anasema, "Haya, hapana, mimi nimekataa. Hiyo haiwezekani, haiwezekani. Haki utachagua katikati yake na mimi." Mzee hajasema nimeleta mke mwingine. Na kama ingekuwa houseboy, hangeteta hivyo. Because hata mwanamke anajua mwanamke mwingine. Because anajua how powerful she is. She knows how powerful another woman is. Na mwanamke haezi ambiwa ukweli na mwanamke mwingine. The worst mistake you'll ever make in your life is to try to understand a man through your fellow woman. Ndio maana mnahitaji kupigia mama makofi kwa kuleta mwanaume. Because kuna ukweli nitakuambia mwanamke mwenzako hata kuambia. Wanawake wameenda retreat yao, hawataki mwanaume hapo, walienda Beijing, wakarudi. Lazima kutakuwa na shida. Because you don't know who a man is. It takes a man. Those of you, by the grace of God, sorry, wenye pengine you are single mother, either by death or by circumstances, na unalea watoto peke yako. Utakubaliana na mimi kuna umri kijana akifika, anaanza kubehave ni kama anakukosea heshima. Unajaribu kumwambia aende hivi, na ukimbembeleza vizuri atakwambia, "Mami, unajua wewe hunielewi. Unajua wewe ni mwanamke." Na inaweza kukuuma, lakini anakuambia ukweli. Because as powerful as you are, it is also dangerous when you take the place of a man. I'm going to tell you why I'm telling you are powerful. You can imagine Isaka hakuelewa na amebeba anointing, amebeba baraka. He did not understand who is going to be the one to be given the blessing. Na akatuma Esau, na Rebeka akasema, "Njoo mwanangu. Njoo mwanangu Jakobo. Mlipokuwa kwa tumbo, nilienda kwa Mungu kwa maombi, na sikuambia baba yenu. Na Mungu alisema ya kwamba wewe ndio utakuwa wa kwanza wa kurithi baraka. So nataka nikusaidie. Nataka tu gang up na wewe, tucheze huyu mzee. Hii baraka apatii sawa. Mimi ndio nilisikiza Mungu. Na huwa naambia watu, no matter how intelligent you are, it is your wife who knows the true father of the children.
unless una neema ya photocopy. Ile hauhitaji kwenda kwa koti yeyote. Yaani mtu anaangalia sema hii imeenda. Lakini kama hauna hiyo neema, ni mama anajua. Ni mama anaelewa. Hata kile umekibeba anaielewa kushinda wewe. Rebecca knew and he played her game. She played her game. Imagine she can't bless, but she determined who was blessed. Mwanamke anaweza akaamua kwa huduma. Wale utafukuza hata kama hutaki kuwafukuza. Mniangalie tu hivyo. Why? Because she is very powerful. Na kuna watu ukisema huyu siwezi guza, na najua mke wangu anataka aende, na sitaguza huyu, anajua vile atafanya, na ni wewe mwenyewe utafukuza huyo. Ama ataingia kwa simu yako na andikie huyo message kupitia namba yako. A woman can use a man's number to destroy the man. Kuna ndugu alikuwa na date dada fulani, alikuwa na simu 4. Na hizo simu zilikuwa zinalia hello, anakata zake. So dada kaingia kwenda msalani, akaacha simu. Simu zilikuwa zinalia sana. So ndugu akaenda kuangalia the call log, kuona ni akina nani wanapiga simu hivi. So ndugu alipoenda kuangalia call log, akaona missed calls. Missed calls zilikuwa idiot 1, idiot 2, idiot 3, idiot 4, idiot 5. Walikuwa mpaka idiot 8. Missed calls zote. Wote wamesaviwa kama idiot 1, idiot 2, idiot 3, idiot 4, idiot 5. Hao ndio walikuwa wanapiga simu. Akasema hawa idiots ni wengi. Hebu mimi nipige simu, nione namba yangu amesave aje. Alipopiga simu akagundua yeye ni idiot 13. Women are. Lay your hands on yourself. Sema I'm powerful. Kama hujui na kuambia ukweli, you are very powerful. You can control 13 idiots. They were not 13 wise men. They were 13 idiots. One lady in control of 13 idiots. You are powerful. Let me share with you a few scriptures, and then I tell you why you are powerful. Very powerful. Very, very powerful. Tuko na screen mahali tunaweza soma maandiko, ama mtu atanisomea? Tuko na msomaji. Proverbs chapter 14 verse 1. Thank you. Proverbs 14 verse 1. Kama kuna wale wanafuatilia online, sema mimi niko powerful. Okay, hamtaki kusema. No problem. Naomba bwana yako apate a powerful woman. Since wewe hutaki kusema, Mungu apatie bwana yako a very powerful woman. Sema I'm powerful. I am powerful. How many of you know unaweza fanya mzee anyenyekee na apige magoti na alie machozi bila kumpiga? How many of you know it is true? Yes, you are powerful. Mzee anaweza jigamba aringe, aseme ama man, hey, hey! Lakini unaweza mnyenyekesha kama kapapi. Because you are powerful. Mungu alisema it is not good for a man to be alone. I will make him a helper. Kuna upako ya msaada umepewa kama mwanamke. One of the prayers my wife prayed, na naisemanga mwenyewe na huwa inanimove. Alisema ya kwamba alipoenda maombi aliambia Mungu, sitaki kuwa mke ambaye ni trophy.
nataka nihesabike miongoni mwa wanawake waliofanya mwanaume akatimiza lengo Mungu alikuwa nayo na yeye. Because you have the ability to make a man die a fool, and you have the ability to make a man become a celebrated man. Uko na hiyo power. Ukitukana bwana yako inamuingianga mpaka kwa intestines, kwa sababu inakuja na ile anointing umebeba. Kuna ndugu alikuja kwangu ofisi na alikuwa analia, nikamwambia nini? Akasema alikuwa anasema anataka kununua gari, mke wake akacheka. Ndio ilifanya nalia. Nikamuuliza, mama akicheka ndio unalia hivi? Akasema nani mama? Akasema pastor, sio tu kucheka, ni kicheko ile. Alisema anataka kununua gari, mke wake akasema akauliza mke wake ni nini? Mke wake akamuuliza umesema aje? Naenda kununua gari. Alicheka mzee. Mzee alikuja kwangu kama analia. Because kama kicheko yako inaweza fanya mzee alie, you are powerful. Kuna mzee alikataa kubadilisha. Mama alikuwa anamwambia kuna hii nguo nataka, tuna hii shida, na hataki kusuluhisha hizo shida. Alikuwa na save pesa kununua muziki. Zile muziki za Wajaluo zile zinafanya hizo enzi. So mzee alikuwa na save. Ilipofika pesa akaenda kununua muziki. So alienda black market, mahali aliambiwa iko cheap. Akachagua. Wakamwekea radio cassette. Akiona hivi, lakini alipofika nyumbani kuifungua akakuta ni mbao. Mama alicheka huyo mtu na watoto walicheka huyo mzee. Mdomo ikaanza kutetemeka. Mtu ameanza kucheka ukaanza kutetemeka mdomo. Mzee ni kama anataka kulia, ni kama anataka kucheka. Akatafuta kitu hapo. Aliporudi alirushia mama. Mama ni huyo chini, akafa. The woman was powerful. Kicheko yake ilifanya akufe. Hata mkiwa mna drive na mzee na mpotee njia, umwambie njia ni hii, because wazee huwa wanajua njia. Hata kama anapotea, anajua njia. Umwambie njia ni hii, anasema kwani wewe unajua ni? Na apotee, wakati ameshapotea, lazima ujue vitu zenye unafaa kusema saa hiyo. Because hata kama alipotea njia, wewe una njia yako ya kufika mahali mliachia njia. Si wote mnarudi pamoja. Mimi huwa nasema hivi, in marriage it is a win-win or a loss. Kwa mwangalifu vile unacheka saa hiyo, anaweza angusha hiyo gari. Because wokovu ya mwanaume na wokovu ya mwanamke hazikwangi sawa. Sisi unatuona hivi, roho zetu ni kidogo hivi. A man can cheat, but when a woman cheats, wewe unaweza samehe, lakini sisi huwa tusamehe. Ama nikuonyeshe. Na si mimi nimesema, ni Mungu alisema ya kwamba sisi. Nitapeana maandiko mengi, ama niachie pale. Sasa naona kama mnaweza kuchoka na mimi. Ambia dada yako cheka vizuri, usicheke sana. Mzee akianguka akitoka kwa babu, tafadhali usicheke sana. Usicheke sana. Cheka. Kicheko inaweza pendeza Mungu na umalize haraka. Na hata kama machozi haikuji, leta machozi haraka haraka, useme hey daddy, oh. Akigeuza mgongo ndio unasema. Kwa sababu umekuwa ukimuonya na hasikii. Usicheke sana. Proverbs chapter 6. Chukulia from verse 32. Proverbs chapter 6 and from verse 32. But a man who commits adultery, mwanaume ambaye anafanya usherati, hasn't any sense. Shida ni ya kwamba akili ndio hana. He is just destroying himself. So tukishikilia tu hapo kidogo mama, usherati si ati kwa sababu mtu ni bora kushinda mke wako ama ni mrembo kushinda mke wako, ni kukosa akili. Yes. Immorality is not a pant issue, is a brain issue. Whoever commits adultery has no sense.
Continue, Mama. He is just destroying himself. You are not destroying anybody. You are destroying yourself. Continue. He will be dishonored Now, number one ni dishonor. and beaten up. Na atapigwa. He will be permanently disgraced. Alafu he will be permanently disgraced. Okay? A husband is never angrier A husband is never angrier than when he is jealous. than when he is jealous. His revenge knows no limit. Mama, tushikilie pale. When a man is cheated, the Bible says that his revenge haina kipimo. Hatujaambiwa mwanamke ako na revenge. Mwanamke atalia. Actually niliambia ndugu mwingine, ukicheat na uone mke wako amelia, unanifanyia hivi, ukapiga magoti, mama nisamehe, you are safe. You are forgiven. But when you cheat and your wife finds out and she keeps quiet, amekushika red-handed, unamwambia, hey, mama can explain. No, it's not a big deal. It's okay. Mama, are you sure you are fine? I'm okay. Are you not my husband? Give me a hug. Brother, run for your life. Somebody say, hey, run for your life. Because mwanamke lazima amalizie kwa machozi. Is she better than me? Nilikosea wapi? Nini sijafanya? Inaumia. You are safe. Repent. Lakini ukiona akisema, oh, it's not big deal, it's okay. Are you sure? Oh, I forgive you. I know you are a man. You made a mistake. Which man doesn't make a mistake? Don't let that trouble you. Come up, come on. Hiyo ni kitu kidogo. Si umerudi kwangu. Ndugu yangu, usifunge macho kilala usiku. Halafu uone ako na furaha hivyo na anachemsha maji moto na anaimba. Na anaimba kifo. Na anachemsha maji moto na anafuraha. My brother, run for your life. But as a woman, when you cheat, I'm telling you, this is the truth. You cheat as a woman. The Bible says, the husband, kuna kitu ya kwanza inaitwa anger. The husband is never angrier than when he's jealous. His revenge knows no limits. Go to verse number 35. He will not accept any payment. Uwezi lipa mtu ukiguza mke wake. No amount of gifts will satisfy his anger. Na hakuna kitu utapeana, iwe Range Rover, iwe ndege, iwe bilioni 5. Hiyo kitu haitaisha. So inakwambia mwanaume does not forgive. Forgiveness ni mwanaume ni hiyo mtu akikufa. That's the only forgiveness. Na si ati amechagua hivyo. That's how the Bible has put it. For a woman, she can cry and say, we moved on, you stopped it. It's all right. Thank you, my husband, it's okay. Because you are different. Una neema yenye hatuna. Huwezi sema he has cheated on me, I'm going to cheat on him. You will start a battle you will not finish. Because the solution of suluhisho ya mwanaume when the wife cheats is death. That's why I advise young people, hata ukiwa na neema ya usherati, never touch somebody's wife. Na unasikia walimwengu wakisema ya kwamba mke wa mtu ni sumu. Hata ukipata mtu ana cheat na ukaamua utasaidia bibi yake mwenye ana cheat, wewe pia ucheat na bibi yake, you are finished. The Bible says so. Ya kwamba kumeisha kwako. You are gone. You are a dead man. But wewe, kuna mengi unaweza vumilia. Actually, a woman will go out to look for her husband that disappeared with another woman. He says, time for my husband to come back home. You are coming back home by fire. Na kubali. It is difficult to find a man who will go to look for a wife that left with another man. Arudishe.
So you are so powerful. We are in Proverbs, right? I hope sijawachokoza vile mmenyamaza, nimesuspect kitu. Proverbs chapter 14 verse 1. Sema I'm powerful. I'm powerful. Unaweza fanya mzee ajinyonge. Unajua hii mambo ya kupeleka mama kazini na gari, hii mapenzi nini, mke wangu ni rafiki yangu. So nilikuwa nampeleka na nimefika hapo saa 4 kumtembelea, saa 10 nimefika nini. So kuna wakati nikawa busy hata siendangi. Then siku moja alikuwa ananidanganya, akaniambia, "Daddy, there is something I want to tell you." I said, "What is it?" Akasema, "There is this young man." Usingizi iliisha kwa macho yangu, nikasema, niambie. Not that, but you know, it is good I open up to you. I left the bed and stood on the floor. And I said, Nikasema, "What do you mean? What do you mean?" He said, "No, there's nothing." I said, "You will say what it is." "I don't know what it is, but you'll say it." Akasema, "Well, huwa nakuja kwa duka. And nimeanza kuhisi nikana kwamba kuna vile asipokuja kwa duka nasikia nimpigie simu." Na nikasema, "Wewe ni bwana wangu, nikuambie." I don't want to describe my next step. My wife had to say very quickly, "You are the young man I'm talking about." Ndio nikakaa chini nikasema, "Unataka nipate heart attack? Unataka kuniua, nimekosa nini? What did I do that you want to kill me like that?" Imagine, ilikuwa tu ka uongo. Nikamwambia, "Kesho nitakudrop job na siendi popote, nitakaa hapo mpaka jioni." Akasema, "No, you can go." Nikasema, "I'm going to stay here. Day 2, I'm going to stay." He said, "No, it hasn't come to that." Listen and listen to me very well. Imagine hiyo ni uongo tu. Supposing alishikilia hiyo uongo bila kusema ukweli. Wachawi wengi si wanaume, wanakuanga wanawake, because you are powerful. Proverbs 14 verse 1. Proverbs chapter 14 and verse 1. Homes are made by the wisdom of women. Homes are not made by the wisdom of men. It is important for a man to be wise. But a wise woman, your wisdom should build. Nobody should. You know why some girls are dropped every now and then? It's because from the time they came into a man's life, the man has built nothing. Hekima hii uko nayo, iko na capacity ya kujenga. You are anointed to build. You are graced to build. No relationship should break down. Your home should not go down. You can't leave your home to an 18 years old girl. Are you understanding? Kama mama, kuna neema ya ujenzi iko juu yako. Na aliye na neema ya ujenzi ana neema ya kubomoa. Unaweza bomoa boma yako na unaweza jenga boma yako. That's how powerful you are. Homes are made by the wisdom of women. And we can translate it that homes are destroyed by the stupidity of a woman. How? Hajasema ya kwamba homes are built by the beauty of a woman. No. Wangapi umewahi ona hawa wanawake? Wanawake wako sampuli mbalimbali. Na hakuna mwanamke ugly. Every woman is beautiful the way she is. Because all of us are not attracted to the same thing. Nasema, "Pastor, mimi nikisimama nakaa kama one. Sina mbele, sina nyuma." Kuna wanaume dunia hii ya kwamba they are attracted to wanawake wenye hawana mbele, hawana nyuma. Ama nimesema nini? Si mwesikia mtu akisema sina mbele, sina nyuma. So hiyo. Kuna wanaume ambao wow, they are attracted to women like that. There are men attracted to tall women. There are men attracted to short women. There are men attracted to brown women. There are men attracted to dark women. Wherever you find yourself,
you are beautiful. So hatujaingia kwa mambo ya beauty, tuko kwa maswala ya hii. Because if it was just a matter of beauty, how many beautiful women have you seen that don't have somewhere to be called a wife? Huyo anamdate anamwacha. Huyo anamdate anamwacha. Huyo anamdate anamwacha. Why? Because there is something beyond beauty. If you are beautiful and you are stupid, you will suffer. Umeona hawa wanawake wenye wakitembea, huwezi jua kama ni mwanaume. Anakaa mwanaume. Hata kiongea, praise the Lord, how are you? Meet my husband. Say, you look at the husband and say, hapa mtu alidanganya mwenzake. And the husband is dead in love with her because there are things that attract men. And your fellow woman will not tell you. Your fellow man will tell you, girl, build yourself. When you walk, jiangalie kidogo kwa kioo. You think it is all that. Your fellow woman will tell you, your lipstick, your nails, everything, be on point when you walk. But it is only a man that will tell you that beyond all those things, you've never met a beautiful woman that is financially stupid. When a man hates a beautiful woman, there's nothing you can do. Umeona mtu anaacha mke mpaka unajiuliza, na hii urembo yote, kwani what happened? He should tell you, it goes beyond beauty. The Bible says beauty is deceptive. But a woman that fears God shall be praised. Tuko kwa kizazi, wasichana wetu wanadanganywa na mentors wenye hawaelewi chochote. When a mentor has failed and is mentoring millions of people, now they have deceived our girls. Henda uongeze nyuma. Henda ununue wivi ya hii. Tembea sijui namna hii. Endesha sijui hii kitu kama hii. This is the thing. And marriages are coming down. Why? Because there is no one to mentor our women so that they can mentor our girls. And tell them, hey. The bed is a little percentage. It's very important. The bed is very important. But it's a small percentage when you talk about building a marriage. Can you have sex 24/7? Mulianza asubuhi mtamaliza kesho. You want to eat. You want to take children to school. You want to build a legacy. You have a business to build. You have people to take care of. And all that goes beyond beauty. Let me tell you, you will not do this and walk into a mansion by doing this. All that is not built like that. Beauty iko na mahali pake na nitakujia. There is a building ability God has given every woman. Kuna siku nilisikia komanda akisema ya kwamba alafu nakuja hapo nafanya ngenge niombe mpango wa kando amechukua bwana yangu. Akauliza mpango wa kando na mpango wa ndani gani yako important? Wewe ni mpango wa ndani. Utaliaje mpango wa kando amechukua bwana yako? Umesikia hapo ya kwamba homes are built by the wisdom of mpango wa kando. Are built by the wisdom of a wife. You are so powerful that when you decide to tame your husband, you can tame him. You can. It may not be as easy as I'm putting it. It may be difficult. It may cost you some tears. It may cost you perseverance. You may need to wait. You may need to be patient. But finally, you have something that was ordained by God to build a home. You are powerful. Tumalizie hiyo andiko. A wise woman builds her home. But homes are made by the wisdom of women, but are destroyed by foolishness. Hey! Uliza jirani yako. Are you wise? Muulize tena, are you wise? Muulize tena, are you wise? Look at Ecclesiastes chapter 7 verse 26. The Preacher 7:26. My dear sister, my dear mama, my dear
And my dear daughter, no matter what is breaking in your life as we sit in this meeting, God has given you the ability to build it. Una uwezo wa kujenga. Na pengine uliachwa kwa sababu wewe ni wa kuporomosha. A man dates you for 3 months alafu ana calculate losses zake. Wewe ni madam change shoes. Kuna kiatu niliona, babe. Kuna bag niliona, babe. Kuna hii simu nimeona, babe. Akipiga budget yake, hakuna kitu umeongeza kwa maisha yake. Mwanaume amecelebrate birthdays 8 tangu akujue as a girlfriend. Hata socks hujawahi mletea. Akipiga budget, ile havoc na ile ajali umekosa kwa mfuko yake. Anasema kama hii ni dating, nikioa huyu. You have a building ability. There is something given to you by God that can retain a man. And also there is something you have that if you don't know how to use, you can destroy any man's life. Kuna ndugu alikuwa analia. Alienda karibu na fridge asubuhi. On their 10th marriage anniversary, alikuwa analia karibu na fridge kwa kitchen. Machozi mazito. So the wife came down and said, "Why are you crying?" He said, "I'm crying because I was warned 10 years ago when I was marrying you. Your father threatened me that if I don't marry you and he's an army general, he will throw me into jail for 10 years. I'm just crying, remembering that today is our 10th year. I would be coming out of jail today. But look at the lifetime jail I found myself in. You have destroyed my life. Hata kama ningeenda jela ningekuwa natoka leo. Lakini sasa niko kwa jela ya milele." Msichana akajiangalia kwa kioo. Akasema mimi ni jela. Akasema you are worse than jail. You have finished my life. For those of you that are single, it doesn't matter whether you are single by divorce or single as a single mother or single because you are still trying to find a husband. I want to prophesy to you that if you take what I'm teaching you, you are not beyond being married, and you are not beyond being a mother, and you are not beyond building somebody's life. Hata kama umeretire, some pastor mimi nihubirie nimeretire, you'll give it to your daughters or your grandchildren one day. But let me tell you, you have been given the capacity by God to build. Wewe ni mjenzi. Na unifanyie commitment hapa ya kwamba hakuna mwanaume ataingia kwa maisha yako mwenye atalia maisha yake imeporomoshwa. Because una hiyo uwezo. And let me tell you, a man will date you for beauty for 2 weeks, then date you for your brain the rest of your life. Take that to the bank. So those of you who think it is, okay, eyebrows are wonderful. You know, you need to look, I'll get to that. You need to look beautiful. But if you are beautiful physically and stupid financially, you are finished. Look at this, your next power. Ecclesiastes chapter 7 and verse 26. 26 says this. I found something more bitter than death. Mama, just wait. Solomon alikuwa na wake 700 na girlfriends 300, na kuna siku walipigana. Waliishi kwa amani because Solomon alikuwa na hekima. He tamed 700 wives and 300 girlfriends. Watu siku hizo wanalala ndani ya gari kwa sababu ya one wife. Amelala kwa parking kwa gari, one wife. Solomon had 700. So Solomon akiongea ni profesa ya wanawake. Akasema vile tunaogopa kifo, alipata kitu yenye ina uchungu kushinda kifo. I found something more bitter than death. Read it for me, Mama. I found something more bitter than death. More bitter than death. The woman who is like a trap. A woman. Those of you that are still single, please don't become a trap in somebody's life.
A woman who is like a trap. Ndio nilikwambia pale, wewe umeenda kuoga kwa bafu na anachukua video yako. Umewahi sikia hapa nje mwanaume, okay, kuna mmoja anajulikana sana na hizo tabia ya kushika video za wanawake. Sitaki kuongea mambo mengi kwa hii platform. Wadada wanasema, ukidate huyo be careful. Ana tabia hiyo ya umama kidogo, lakini tabia wa mama ndio wanakuanga nao wengi. A woman thinks like that. A woman that is a trap. You trapped somebody's son. Ulimtrap na pregnancy. Ama umemtrap na picha. Ama umemtrap na kitu kingine, sasa unamthreaten. Solomon said that worse than death, kitu ambacho ni chungu kushinda kifo. Tuache trap, tukuje kwa mwanamke. A woman, listen, you are more bitter than death. It means you can kill. Na zaidi ya kifo, inamaanisha unaweza leta uhai. Ni neema Mungu amekupatia. A woman that is a trap, mama. A woman that is a trap. The love she offers you will catch you like a net. Hii ingekuwa kongamano ya wanaume. Wacha niachie hiyo hapo. Yani atatumia mapenzi. What God is saying is this. Even if you are a trap, your love, mapenzi yako kama mama, mapenzi yako kama binti, iko na uwezo ya kushika mwanaume. That's how powerful you are. Unaweza fanya bwana yako azunguke na rudi na anasema tu kweli hapo. Haendi popote. Wacha kamote. Wacha uchawi, bado hujaomba. Kuna kitu umepewa. Unaweza itumia kutrap mwanaume. When a man is loved well by a woman, he becomes a fool. The most difficult man, the most difficult human being to tame is a man. A man does not cheat because you are ugly. Actually, men don't have reasons to cheat. So, ukijaribu kufunga njia zote zinaweza fanya cheat, you are wasting your time. A man does not need to have a reason to cheat. Waliumbwa hivyo. But you can still find faithful men that have been made faithful by their wives. And the wife does not force herself, does not check his phone, does not monitor him, does not trap him, does not follow him with a car, does not go to the party, company party. Umeshatoa picha. Na huyo alikusalimia hapa, alikusalimia hivi kwa nini? Hiyo mkono imeenda sana. Amekuhagia nini? Hawa watu walikuwa kwa hii party, wewe ndio ulikuwa hapo peke yako. Na mbona hapa amekuhag? Hapa naona unamsalimia tena. Hapa naona mko karibu kwa gari. Na mlikaa kwa meza moja ya nini? Unajua lazima niulize kama mama. Hii ni nyumba yangu. Ololololole. Hey, dada. Umeanza kitu hautamaliza. Kuna kitu umepewa haufai kwenda hiyo direction. Vitu zingine achieni watu wenye wameoana. Nikisema hivyo mtaangalia Nyambura. Nyambura hujafikisha 2 years, right? Umepita 2 years. So wacha nitumie 2 years ndio sikae Nyambura. Mungu angalia Nyambura. Hapo umesema pasi hapo Wacha nitumie 1 year. Kuna vitu zingine achia watu wameoana 1 year. Watu wameoana 1 year ndio hawezi ongea bila kutaja husband. And my husband was saying, and as we are coming down, they come my husband. And you know, when we look at that, my husband. And you know, hallelujah, praise the Lord, my husband. Now unajua, my husband is coming. And, please meet my husband. Ay, mpaka unadhania husband ni tongues of the spirit. Husband. Lakini huwa inapotea with time. Ukija sasa kama kwa Mama Bishop hapa, sasa na sisi hapa, over 20 years in marriage, we are in another realm now. There's something stronger than hizo vitu zote that imetushikilia sasa. At this realm where we are,
You don't follow your wife. I've never checked my wife's phone once. Hata kiachwa hapo. Why? I've never asked uko na nani. Why? When a woman wants to cheat on you, her boyfriend will sit next to you and you'll never find out. Nimesema iko kitu. Unajua hata kwa kufunguka macho, mama alifunguka macho mbele ya wanaume. Yeye ndiye alikula tunda kwanza. So akafunguka macho. Adam bado hakuwa amefunguka macho. Adam bado alikuwa anafukuza antelope. Ndio Eva akasema molololo. Adam uchi na anakimbiza antelope. Ndio Eva akamwambia kuja hapa. Kula hii kitu macho yako ifunguke mjinga hii unafukuza antelope hapa kama. Ndio Adam pia akakula akasema hey! So kumbe dunia inakanga hivi. So vitu zile mwanamke aliona wakati mwanaume amelala ni nyingi. Kumbuka uliumbwa wakati mwanaume amelala. No man can understand a woman. Women are deep. Kuna vitu Mungu hakuwa anataka Adamu aone, akafanya mwanamke alale, mwanaume alale. Alipoamka, sha! Jihadhari na mtu mwenye hakuweko ukienda usingizi. Na ukiamka pam. Ako perfect and complete. So no matter how intelligent a man is, there is something about a woman you will not know. When a woman wants to cheat on you well, you will never catch her. Kuna two professors of cheating who are men. A man who is a professor in cheating huwa hashikwi. Ataleta huyo mpango wako wa kando na apangie nyumba karibu na ni neighbor na uwe rafiki yake. Mpaka hata ukisafiri unasema si uniangalia watoto na hata chakula nimeacha hapo, mzee akija umchemshie, kumbe ni mke mwenza, hautajua. Because real cheats are never caught. Ukiona mtu umeshika na SMS, he's a good man, forgive him. He's learning. Msamehe huyo. Real cheats can leave you with the phone and the lock code and everything. You don't catch a real cheat on phone. Real cheats are caught when they are dead. Siku ya harusi, siku ya mazishi yake, ndio utaona mama mwingine anaingia na watoto wanafanana na wako. Na almost the same age kama wako. Unasema, hey, si watu wafanana dunia hii. Na wamevaa black pia. Na wanakuja na wanapewa kiti karibu na wewe. Unasema, hey. Ndio huyo mama anasimama. Anasema bwana wangu amelia hapo. 40 years. Because real cheats are not caught. A great ministry that I don't want to mention. The founder died. They were in the board meeting to decide who is taking over from the founder. There was a deaconess in that ministry for over 40 years. She had a son. And people used to say the guy preaches like the bishop. And unajua anointing ukikaa chini ya mtu, upako ufanya watu wafanane. Watoto wako wa kiroho wanaanza kufanana na wewe. Ukiangalia Reverend James in Mombasa na uangalie Commander, wanataka kufanana. Mienendo zao, kuongea kwao, vile wanafanya vitu zao. Mpaka wanaweza sema huyu ni mtoto wa Apostle James Maina Nganga wa kimwili. Because anointing goes that deep. Anointing hufanya watu wafanane. Wanaanza kukata nywele yao kama wewe, wana behave kama wewe because it's a spiritual influence. So watu walikuwa wanasema ya kwamba kijana huyo deaconess, aki anointing ni mzuri. So akiwa kwa board meeting, mke wa bishop akasema of course the son is taking over. And the deaconess said, even my son is his son. Wana unataka evidence. Akasema nikutolee picha, nikutolee evidence, school fees, kila kitu. Ulezi, pregnancy test. I'm not only a deaconess, that was my husband. Wazee kwa boardroom. Tumalize na maombi. 40 something years. A deaconess sat in front and the pastor's wife didn't know huyo ni mke mwenza. Because real cheats are not caught.
Wangapi akili yako imesafiri, unafikiria mambo mengi sana mahali umekaa. Ule jirani yangu, ule neighbor, ule kunaweza kuwa kumeenda. Hallelujah. Oh, praise the Lord. What is going on? So, as a woman, you are very powerful. Usicheze na how powerful you are. And I'm going to talk about 7 areas that you need to use your power to build. Ukiamua ya kwamba hautapoteza, hautapoteza. Ukiamua kufanya huyu mtu, utamfanya mtu. Ukiamua kufanya watoto wako kuwa watoto walio na future mzuri, walio na baraka ya baba yao, una uwezo. If your husband is a pastor here, you can build that ministry into a new level and into a new dimension. We don't have great men of God. We have helped men of God. Men of God need help. Mungu aliona si nzuri bila mama, akasema nitampatia usaidizi. Na mkiamua kuokoka vizuri, mkiamua kutumia hiyo nguvu yenu the right direction, in 1 month apostle anaweza fika kanisani akute 3 new buses imenunuliwa na nyinyi. Women don't need to have money to buy anything. They are powerful without money. I wanted to show you how powerful you are in this ministry, in your husband's life, in your children's life, and in some of the challenges you have that may have brought you here, that are making you feel like, I'm tired, I need help. You have a contribution in those challenges, that if you change the way you approach those challenges, there'll be an about turn. Hakuna kitu huwezi jenga, hakuna kitu huwezi okoa, hakuna kitu huwezi rekebisha. Ukiona ndoa yako inaenda vibaya mpaka ifike mahali inakuwa aibu. But let me try to customize it to the sisters. You are so powerful if you can build trust. And can I tell you, you are also very powerful. Ukijenga mistrust is very powerful. Then you are magnetic if you are clean. I'm going to say vibaya. You are magnetic. There's this woman in the scripture, I think it's Proverbs chapter 6. And I want to show you how this woman, what this woman did. Ni nyingi. Ni nyingi, but I'm closing with this. Tumeenda sana. It's Proverbs chapter 7. Let's try it from around verse 15. Lift up your hands and say, I will be clean. Hiyo ni ngumu kusema, si ndio? But the Bible says this, for man looks on the outward appearance, but God sees the heart. After you have a wonderful heart, package your wonderful heart in a beautiful body. Kwa area ya ndoa. Be beautiful. And I told you, all of us, all ladies are beautiful. But be beautiful. Breath, makwapa. Kuna watu wakiinua mkono in worship, another anointing flows in the sanctuary. Kuna watu hawawezi vaa sleeveless because of the evil forest. Si
Si tuseme ukweli tupone. Kuna hairstyles zingine achaneni nazo. It doesn't bring you out nice. You look like a burnt offering, not a human being. Kuna hairstyles zingine acha. Sijatusema uende utumie mkorogo, hapana. You are beautiful the way you are. Kuna makeup zingine zinaenda overboard. Unakaa ni kama umechomeka. Regulate. Know what goes with you. Because a man, at the end of the day, is attracted by what he sees. Tell this to your daughters. Don't be too spiritual that you become earthly useless. Usikimbilie uzee, uzee inakuja. Usikimbilie uzee. Lakini hata katika uzee, Daudi alikuwa mzee. Maandiko yanasema alikuwa kwa karibu kufa na akapigwa na baridi. Wakawasha heater kwa State House. Mzee bado anatetemeka tu. Mmoja wa wafanyikazi wako akasema, "Oh, nyinyi hamjui mzee. Ukiona mzee anatetemeka hivi, tafuteni msichana mrembo, mdogo, mrembo, akuje asimame mbele yake." So baridi yenye heater haingetoa. Wakatafuta msichana anaitwa Abishag. And Abishag came, she was beautiful. Akasimama mbele ya Daudi, mzee akapata joto. Mzee akapata joto. Wakasema ndio hiyo sasa tulikuambia, ndio hiyo. Kama mzee alipata joto kwa sababu ya urembo. Dada zangu, usiwahi sema siku moja, hizi miaka yote mimi ni mzee. Never leave that come out of your mouth. Kuna nguo za nyumbani. Ukifika nyumbani, of course ukiwa na watoto wakubwa, kuna restraint. But you know you can still be sexy and decent. Mbele ya watoto wako, mzee anakuangalia. Unajua kuna nguo zingine zimejengwa na way nowadays. Ukiwa bado watoto, kuna watoto wengi, ndio mzee ameingia, kuna vile huko. Immediately mnaingia kwa high court, where family matters are sorted. You know where the high court is? Ile covering ya nje inaanguka. You are watching television. Sio kuangalia matanga kwa TV. Hati hiyo matanga unaiona, hiyo matanga unaiona. Kama kile nasema sasa hiyo unasema that is too much for me, then marriage is not for you. Then keeping the man in your life is not for you. That has just to be like that. Tuende tutoe zile jembe ziko chini ya kitanda. Umeweka mattock chini ya kitanda. Jembe chini ya kitanda. Mashine ya kupiga maji ya kupeleka mashambani iko chini ya kitanda. Kamba ingine imetoka huku mpaka huku mwisho. Umeweka hapo nguo ya red, nguo ya blue, nguo ya yellow, nguo ya black. Inakaa kama shrine ya muganga kwa bedroom. Ukilala usiku unaota ndoto zingine za ajabu ajabu. Kumbe ni zile nguo umehang kwa nyumba. Taa moja umeweka inaangalia kitanda, ni kama taa ya gari ya moshi. Ikiashwa unasikia ni kama utakuwa kipofu. Kala yenye umepaka kwa bedroom, umepaka green, kala ya hospitali. Alafu una carpet ya black kwa bedroom. Na taa ya gari ya moshi inachomoza hapo gari. Utakuwa na stress ya marriage. Bring a small hotel to your home. Kama nimewatukana, na huyo pastor na matusi. Nimetukana mtu. Hii ni maisha hii. Tunaongea masuala ya ndoa. Hakunanga spirituality ya ndoa. Hakunanga ragabo hodo bokutoka paka dabika taga. Hakuna kitu kama hiyo. Ndoa ni ndoa. Huwezi vaa kofia ya uzi
ukaongeza koti, ukafunga mshipi, ukavaa Crocs na kani kana kwamba siku hizi wewe umekuwa engineer. Ukakuja kwa sitting room, mahali mzee amekaa, sasa dadi mimi naenda kulala. Hata unaona ni kama anaogopa. Sasa mimi sasa ukafunga mpaka belt. Ukaweka duvet juu. Na unajua watu wakishalala watakuwa free. Break ya kila kitu imeenda. Na umelala hivyo, you look like an evil spirit like that. Unakaa engineer. Ati hivyo ndivyo mnakaanga kwa ndoa yenu, ati ndoa yenu ni takatifu. Social media imekuwa a very dangerous place. The things men are meeting on the streets of social media. And then you go home, unavaa hivyo. Unasema that is my life. After 30 years of marriage, kwani unataka nini? What is it? Na unaona watu wakipoteza ndoa zao at 40 years of marriage, 30 years of marriage. Lift up your hands and say, sitapoteza mimi. Mimi nimekataa. Mimi nimekataa. Sitapoteza mimi. Mimi nimekataa. Utoto maintain mpaka utoke dunia hii. Wanaume hawazeeki, na wewe pia kataa kuzeeka. Mama, hebu angalia sasa hiyo Proverbs 7 and from verse 15. So I came out to meet you. Now this lady, if we can go to around verse 13. Verse 13. So she caught him and kissed him. She caught this young man and kissed him. With an impudent face, she said to him. With an impudent face, this lady said to this guy, I have peace offerings with me. I have peace offerings with me. Today I have paid my vows. Today I have paid my vows. So I came out to meet you. I came out to meet you. Diligently to seek your face. Diligently to seek your face. Continue, Mama. And I have found you. And I have found you. I have spread my bed with tapestry. My bed has, what is it? I have decked my bed. I've covered my bed with sheets of colored linen from Egypt. Okay, Mama. Colored coverings of Egyptian linen. Continue. I have perfumed my bed. Bachi hapo mama kidogo tu. Huyu ni kahaba who is approaching. Let's not say ni kahaba, tuache kahaba. Huyu ni secretary kwa ofisi mahali bwana yako anafanya kazi. Akipita, atmosphere ile anaacha. Na wewe vile ulitoka shamba, ukakuja kuangalia Mugithi kwa sitting room. Jioni ndio ukashtuka mzee ameingia, ukasema mimi nimechoka, ukapanda juu kwenda kulala. Yaani mtu amepita, umesikia atmosphere. Anasema of all places I have perfumed my bed. Continue, Mama. I have perfumed my bed with myrrh, aloes and cinnamon. Aloes and cinnamon. Come, let us take our fill of love until morning. It is not just love. It is the place where the love is going to take place. She's using it to attract the man. Come. Utakuwaje na bed sheet ya red na pillows za black. Na television umeweka karibu na roof. Na kaza kayo juu ya mti. Bedroom. Bafu sijui, tap ingine imevunjika, ingine imefungwa na blada, tile moja ilihama. Maji natingizwa ndio maji itoke. We need to change these things. When we leave earth, we are going to heaven. But brethren, let your life count on this earth. Kataa vitu za ujinga. Ishi maisha yako vizuri. Bwana akikupatia pesa, ishi maisha yako. Hakikisha ukienda kulala, lala. Nunua kitanda. Kama mzee alinunua, rembesha hiyo kitanda.
Mwenye alikuwa anasema ametengeneza kitanda, huyu si mzee. Unajua vizuri wazee watengenezaje kitanda. Wanaweza nunua, lakini kutengeneza ni wewe. This lady perfumed her bed. I don't know if somebody has the NLT translation, New Living Translation. We look at Ecclesiastes chapter 9 and verse 8. NLT, Ecclesiastes chapter 9. Verse 8. NLT. Or let's read any version you have. Any version of Ecclesiastes 9, 8. Ecclesiastes chapter 9 and verse 8. Mm-hmm. Wear fine clothes. Wear. Amesema wear what? Fine clothes. Wear fine clothes. Yes, Mama. With a splash of cologne. With a splash of cologne. It's Bible. Ongeza manukato. Wear fine clothes. With a splash of cologne. Make a statement. Dadi akiingia amekaa kwa living room bado asijua anakunywa chai ama nini. Ukifika aone yani uone furaha kwa uso wake. Do you know the hairstyles that your husband loves? Some of you don't know. Unafanya tu piki pongi. Alafu unakasirika. Ati hakuona. Have you ever taken time to tell your husband, tell me, what do you like? Mama knows the hairstyles that I like. Not all men love all hairstyles. You have one person to please after you are married. Or if a man is in your life, your responsibility is to please him. What does he like? Wear fine clothes. Let the cloth be fine. Love fine things. Love good things. Jipende. Jibembeleze. Pigia mwili pole. Kaburi tutaenda hata ukisave. Utaenda kaburi. Hata ukisave utakufa. Utaacha. Ni nini haitaisha. Lakini amua kwamba sitaishi ni kama naishi jehanamu ndio nikufe niende mbinguni. Hata nikiwa dunia hii. Bwana, maisha ulionipatia nitairembesha. Jipodoe. Kiwezekana kimbia kidogo. Chapa mazoezi. Kimbia. Fukuza uzee. Kama uzee kumalize. Because uzee nayo inakuja tu. Hata ukianza uzee at 30, bado utakuwa mzee tu. Love your life, love yourself. Love fine things. Love good things. You can smell nice without so much money. When I began loving fine things, perfume yangu ilikuwa na cost 750, ilikuwa inapatikana kwa supermarket. But nobody knew. So nilikuwa wakati nataka kuinunua naingia supermarket very late. Because people used to ask me, "Oh, you smell so nice. What is that?" So nikasema, "Oh, so hii kitu ni mzuri. Sitawahi ruhusu mtu aone nikinunua." Ilikuwa 750 rasasi. Hizo ni perfume za watu wanaanza. So one day nikaenda kuhubiri mahali, jamaa mmoja akasema, "Man of God, what is that?" Nikamwambia huwa natumia kutoka Dubai. Ni pesa ngapi? Nikamwambia 9,500. Akasema wewe nifanyia kitu na 7,000. Nikamwambia no, ukiweka bei zote na nini akituma no, haiwezekani. Akaniambia 7. Nikamwambia fanya 8. Akasema shika 7 kwanza. Kaenda supermarket usiku, si ni biashara. You can do business out of anything. Nilinunua 3. Nikamwambia ili ndio ikiisha usisumbuke. Nimeleta 3. Hizo zingine utanilipa pole. Nimetumia pesa ngapi kununua 3? Less than 3,000. Next week akalipa zote. Siku ile aliingia kwa supermarket akifanya shopping. Baada ya mimi kukula pesa yake ya kutosha, akaipata akanusa.
Akanitumia, akasema hapo hakukuwa na WhatsApp wakati huo. Man of God, nimepata kitu hapa, nikamwambia hiyo ni fake, hiyo si original. Hiyo ni fake, inaweza smell the same but akasema man of God, but hakuna. Nikamwambia wewe ukipenda vitu fake endeleanga nayo. But I ate his money for some time. Because everything about you is business. What you wear, don't give it for free. Nilianza kitambo nikiwa naishi Dandora. Mke wangu atakwambia, I can't dress without putting, it is the Bible, a splash of cologne. But those ones were perfumes, not colognes. Hizo zilikuwa spray. Spray ukipiga asubuhi, ikifika jioni inaanza kunuka kama mafi ya ng'ombe. Inabadilika vibaya. Sasa unaenda ukigraduate, ukifika level ya colognes. Cologne ukipiga kwa nguo yako, ikiendelea kukaa, inaendelea kumachua. Kukiwa na joto, ina-amplify. Ikifika jioni ndio sasa na smell vizuri kushinda wakati ulipiga asubuhi. Hizo sasa zinaitwa colognes. Bible haijasema perfume. Imesema a splash, which means you'll be so rich. Zingine ukiweka tu kidogo hivi, ukiona toka huko bwana wako anasema huyu dema anakuja. This girl. Your husband talking like that. May God give you money. I don't like your amen. May God give you money. Nataka utoke kwa hii mkutano ukiwa umeamua kujiharibu. You are not just your mother's children. You are your husband's girl. Siruhusu bwana wako achukuliwe ukiwa unaona. Ni nini hizo anaonanga huko nje? Zenye huwezi ukatengeneza. You can age like fine wine and you can age like busa. The choice is yours. Wengine wameamua kuporomoka kama busa. How old are you? I'm 35 and you're looking like you're 72. What is your problem? Kataa! Unaweza ingia hapo kwa mall upate vitu zingine hapo. Ukipiga unakuwa tofauti. As God raises you, utafika viwango vya cologne. Hizo unasikianga huyo mtu ananuka tu pesa. Yaani hujaonyesha pesa, harufu pia ni tofauti. Kuna wengine ukipiga ni kama ile ya maiti. Fufu ukipita hata nini hiyo imepita. Ai, kwani mtu amepaka nini huko? Ni mwanzo, usidharau mwanzo mdogo. Even the young shall grow, then panda. Mimi nimekuja nikuambie, men look on the outside. After building his esteem, be attractive. Work on yourself. Ensure kwa bagi yako hakukosekani mint na perfume kadogo. Unaweza enda choo zingine ni wicked hapa nje. Ukitoka huko imekupatia perfume nyingine. Au kutoka nyumbani hivyo. So ukitoka huko ukiingia kwa bagi yako uko fresh. Maisha ni mara ngapi? Moja. Mimi nimekataa kubahatisha. Wewe endeleanga kubahatisha. Hati kuna siku moja, kuna siku moja. Before you know hauna meno. Hiyo siku moja atakuja lini? Love your life. Love your life. You don't need to have a lot of money. I told you where we started. Na kuna watu wako na pesa lakini hawapendi tu kutumia pesa. Lazima ununuange tu the wrong things. Hata ukienda kununua socks ndio unakuta ni socks ya mwanaume. Umeenda kununua sweater ndio unakuta ni sweater ya mzee. Na wewe ni dada. Sasa umeingia kwa kesha na sweater ya mzee. Unanunuanga tu the wrong things. The grace to buy the right things, let it come upon you. Hata kama utaingia mtumbo ukitoa kitu pale mtu anakuuza, hii ulitoa wapi? Unamwambia hii ni 19,500. Unamwambia, niletee kama 3. Na umejua umenunua 750. Ni lazima, kuna mahali imeandikwa lazima waambie watu ukweli dunia hii. Hakuna mfanya biashara usema ukweli. Love your life. Wear fine clothes with a splash of cologne. My time is up. Nifanyaje kutoka hapa? Question? Are you blessed? Are you sure? Ama nimewazomea sasa. Ule pastor alituzomea. Do I take 1 or 2 questions or I stop?
Are you sure? Questions? Kama unaogopa kuuliza openly, unaweza ukisema kuandika watu wataandika vitu hapa. Can you rate them very fast? Yes. I can choose like 5 and answer. Tukikoroga tutajua ni ya nani, si ndio? Ask any question you can ask. And I will answer. How many of us know that smells are motivations? So change these things. Work on them. Zibadilishe. I believe while we are writing, is there anybody that wants to ask an open question? Good. Yes, habari zenu. Mzuri. I'm Frida. Thank you for the nice presentation, and we hope it is going to build us. My question goes to, how can you balance between work and family life? Assuming there are some work, job you can go up to Sunday, and assuming you are a wife of a pastor, and you are supposed to go to work, even at Sunday you are supposed to be at church and you are supposed to be at work. Okay, I know that that question has a lot of things in it. One is the question of availability. Kuna vitu zitaanza kufanyika wakati hakuna availability. You are not able to be there. You've asked the question of how do I balance? What I can say is this: we create time for what matters. Time is never there. Time is created. And creation of time depends on the agreement the two of you have. You must agree. Because if you don't agree, there will be mwingine anakwazika huku, mwingine anaona ni kama haeleweki huku. So sit together and say, this is what we have, this is the time we have. We have to be in church, we have to take care of the family. Tuko na kazi, pengine ministry is still young, it cannot take care of us. And so you agree on the balance. It is not a decision you can take alone. It's a decision that you can take together and agree. You work up until Sunday, how can we help this? And hear what your husband has to say if he's a pastor. Listen to each other. Compare notes. That's why I talked about the importance of friendship. Because if you are friends, eventually you'll understand each other. So that, and then also, let's say the man or the wife is the pastor and the other person is never seen in church. He owes himself the responsibility to always say, Mama is not with us, Mama has gone to work. Mama is not with us, Mama has traveled. It's an agreement and it's something you arrive at together. Sometimes bring the children if they are mature enough. And let's have a family discussion. What do you guys think about Mama's job? Let them talk. But you know, if Mama stops working, 1, 2, 3 things. So how can we support her? And how can she support us? If you make these things open and they become friendly discussion, it is very easy to sort them. And so that when you go to work, it doesn't look like you don't love the Lord. I was telling another pastor the other day, you must learn how to defend your wife before the members. Don't leave her look like she's not a saint because she's not in church on Sunday. Defend her. And if it's the man also, learn how to defend the man. Simply put, let's sit together and agree. How can we create time? Nikitoka job saa 3 na mpaka Sunday, mkitoka church mkuje, the nearby restaurant where all of us can go as a family, hata kama ni 1 hour, to have that family bonding is important. But it comes when the two are agreed together. We agree, this is your schedule, this is my schedule. What do you think? Let everybody contribute. Ikiwa decision ya mtu mmoja, itakuwa ni kama mwingine amekaliwa.
Na pia isipokuwa discussed, it is easy for either one of them to say, since nimeachwa peke yangu, let me look for somebody who can be close to me as I serve God. Does it ring home? Perfect. Praise God, church. Mm-hmm. My name is Joy. I'm from Nyeri, Neno. I just want to ask this question to Mama. Are we going to continue this session in the afternoon? Because we still have 5 more and I'm eager to know and to hear. Now I'm going home. Oh no. Hizo mbili zimetosha. Tuende to practice mbili kwanza. Tukileta ushuhuda then hizo zingine. Okay, that is in her But hands. we are blessed. We have been blessed. That is in her hands. So she will answer that. Mm-hmm. Any other question? Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Alina, natoka Mombasa, Mariakani. Nilikuwa na mama mmoja rafiki yangu. Kila mara alikuwa ananiambia shida zake. Na vile umetufundisha shida zenye inafanya tusiambiwe siri zote na wanaume. Sisi wanawake tunachangia. Lakini ile yake vile alikuwa anaelezea, kila kitu mume wake anampatia. Nguo ananunuliwa, chakula inakuja. Lakini pesa yenye iko kwa bank asijue. Bwana akinunua plot mahali asijue. Next of kin ni mamake bwana. Siku moja akauliza mzee wake. Huyo mzee akamwambia, mamangu aliniambianga nisiwahi trust mwanamke. Sasa sijui hapo huyo mwanamke anasaidiwa vipi? That's very powerful. Okay. Kuna vitu zingine na hapa nikiona naona wengi wetu ya mature people, but some things now you can help. Unaweza saidia vizazi. I hope tuko live, right? So there are people who are benefiting out there, especially the younger generation. Kuna vitu zingine unaweza solve kama hujaingia kwa ndoa. Lakini ukishaingia kwa ndoa itabidi ujifunze kuishi naye. Because some of the things unaweza address kabla kuingia kwa ndoa ni upbringing. Na mara nyingi vitu kama hizi ni vitu ambazo ukifundishwa vizuri una uwezo ya kuona. Wakati una date mtu mwenye mama yake ni Mungu kwa maisha yake, utaona ya kwamba huyu kutakuwa na shida. Then talk about it at that time. Mimi naona kama mama yako, are we safe? Because the truth is, a woman will honor the mother-in-law. But a woman is not comfortable with the mother-in-law that is controlling the son. Because the Bible says, for this reason men will leave. A man will leave his parents and will be joined to his wife. It doesn't mean dishonor your parents. It doesn't mean don't help them. But for marriage to succeed, a man must cease being controlled by the mother and being controlled by the father. So hizi vitu zingine zinaweza kuwa solved at a stage where people have not come into marriage. Because that is a mindset, an indoctrination, alilelewa hivyo na huwezi toa. Another thing yenye naweza toa hiyo probably ni mwanaume kwa maisha ya huyo mwanaume mwenye he's looking up to. Kama ako na mentor, mwenye anaheshimu, mwenye anaweza mketisha chini amwambie, bwana hii unahitaji kuachana nayo. Ndoa haifai kuwa hivyo. Be open to your wife and protect your wife. That's why you see kuna watu wakikufa, their families come and chase away the woman. Why? Because the man never established his wife. The wife never had a say. Now hizi ni vitu kama nikiwa naongea na wanaume, nitawaambia na wanawaambia, jameni, as you grow with your wife, ensure you protect your wife and your children. Once you marry, sometimes you'll discover even your brother is not longer your friend. And you must ensure that kama hautakuwa siku moja, huyu mwanamke hatateswa. Huyu mwanamke hatafukuzwa na watoto wake. Because ulimuestablish. Na huwezi establish mwanamke kama unasikiza mama yako. Actually it is wrong kuruhusu mama yako anatawala ndoa yako. Mtu mwenye ameoa na mama yako anajua vitu zenye mke wako hajui.
or mwanaume mwenye baba yake na ama a wife where your mother and your sisters and your father know what your husband does not know. You are buying a car, your husband doesn't know. You are building something, your husband doesn't know. Automatically hiyo ndoa hakuna trust. Na utaona tu hata vile wako, and you cannot convince them otherwise. So what I would say, that man needs a mentor. Mtu mwenye anaweza mwambia ukweli ama siku moja bump into truth, because the reality is mwanamke akiona ametengwa kwa decision making, kwa vitu zenye unafanya, kuna sehemu yake hautapata. Atakuwa nusu katika hiyo ndoa. Alafu that is where mwanamume anasema, "Oh, mke wangu anajifanyanga tu ako hapo. Hata ni kama hayuko." Ukiona mwanamume anaongea hivyo, kuna kitu huyu mama alinyimwa enye namfanya ahisi she does not belong. And when she doesn't belong, hata peana roho yake na hata peana contribution yake. Na ni hatari kwa huyo jamaa mwenyewe, because the wife doesn't trust him. So he needs a mentor. Na kama kuna mwanamume anasikiza huko nje, najua pia it depends on the wife you marry. Because kuna watu wameoa mwanamke mwenye amewahi jaribu kumuibia, amewahi jaribu kumoverthrow, amewahi jaribu hata kumuua, amemsetia wakora. So hapo you married your own cross. So it is difficult. But the question is this: how did you end up marrying your enemy? Ni maswali tunahitaji kuuliza. Because mama hawezi kubadilika na kuwe jambazi akisha kuja kwa ndoa. Lazima kuna mahali hii kitu inatoka. So he needs a mentor. He needs somebody who can tell him the truth. Because if he continues like that, he should know the heart of the wife is not with him. And the wife doesn't trust him. And it is wrong. We love our mothers. I love my mother. But I've never allowed my mother in over 20 years of marriage to tell me how to deal with my wife. I can't report my wife to my mother. Mama anakaanga na watoto wake anawaambia, "Mnaenda kwa hiyo nyumba, number one," hata mama huita mke wangu, "Respect mom. You know, ukienda against huyo, utakuwa na shida na ndugu yako." And they have all grown in my hands. Last born is married to a pastor with 3 children. They grew up in my house. But they knew whether you are my brother, you are my sister. My mother has never called me and said, "I wanted to tell you, ya kwamba mom." She knows that, no. A man must protect his family from his extended family. Once you marry, not even your sister is your friend. You must protect the man from your people. And the man must protect his wife from the people. I've seen situations where the brother to the man has taken the man's wife to court, a widow. Wanataka properties. Na huyu mama na watoto. Inafanyikana kwa hizi vitu za siri siri. Na ndio maana nilikufunza, learn to open his heart. Ulisipate mshtuko wa moyo Mungu akimuita. Some things can be avoided. But that guy needs a mentor. It is wrong. Ama mtumie hii message kwa WhatsApp. Chukua video teaching yote mtumie, asijue imetoka wapi. Patia watchman fulani mwambie tuma hii kwa hii namba. Hata jua imetoka wapi, lakini iko live na amekuona ukipeana habari. Can we have another question? I hope I've answered that one. Please. God. My name is Nora from Nairobi headquarters. I'm asking this. You've said, okay, in Proverbs 21:9, a woman who is nagging. Now, for instance, we have men that are nagging. I'm talking to all women. We have men that do nag. You cook well, you do everything, you do all the chores. But at the end of the day, you've not cooked your meals nicely. What can you do if you have such a man? Sit him down. Na pia ni vizuri kujua wakati wa kufanya hivyo. Sometimes you have a point, but ulitoa point wakati mbaya. So point inaweza kuwa mzuri, lakini imetoka wakati mbaya. So in that case, the solution is with that man. And the solution goes back to sometimes, wangapi unaweza kubaliana na mimi kwamba ndoa ni ujinga nyingi sana? Anybody who agrees with me on that? Ya kwamba ndoa ni ina ujinga mwingi sana.
na ina include ujinga ya kunyenyekea na wewe ndio umekosewa. Ujinga ingine ni ujinga ya kusema sorry na unajua wewe ndio umekosewa. Because it is sometimes important you win your marriage and lose the argument. Because there are many people who have won the argument but they lost the marriage. So sasa ninasema I'm sorry. But you know you are right. Na wangapi unajua Mungu atakudefend in 2-3 days. Kitu itafanyika tu na atasema so you are right when you are saying it. You say yeah and you win the case. So I think the solution remains with the man when he is in his best. Because hata mtu mwenye amekasirika kila siku kuna siku moja anachekanga. Unachukua advantage ya his best. Ile unasema hapa ako sawa. Then respectfully throw in the point. Daddy, saa zingine huwa anajaribu, can I talk? Na unaona kama yeye pia anakubali. Yeah, you can talk, my wife talk. Especially mwanaume akipata pesa nyingi. You can say anything right now. I can buy you the whole world. Wonderful. Daddy, unajua hii kitu imenisumbua. Ongea, my wife, ongea. Hii kitu imenisumbua. Ningependa leo kujua ni nini huwa unapenda. Wonderful question. Mimi nyama imewekwa dania. Hiyo kitu unikasirisha. Na kumbe kule unaletanga dania ndani. Na hajawahi sema. I'm just giving an example. When people are in their best, they can tell you anything. So time them in their best. The solution lies with them. Daddy, you are never happy. I try. Na kama ni mtu analemewa na machozi, akiona machozi anashtuka. Hata kama ni kitunguu ongezea. Machozi toke. Ukiona anatetemeka ongeza zaidi. Lakini kuna wale wa kusema ukipenda lia machozi yote ishe, huyo ziletee machozi. Wanaume ni tofauti mbali. So once you know how to break him and you know that exciting moment. Every man has that moment. Then that's the time to, when people are laughing, usilete in a way inaweza haribu mood. In a way you know he can respond. Daddy, you know, akasema nyama yako inakuanga mzuri lakini dania, umeshika hiyo. In everybody's best moment, they can say what frustrates them. Sometimes we don't say because we never ask. Na hata Bible inasema, ask and you shall be given. Knock, the door shall be open. And thank you for asking that, because this goes on in every area of life. What would you want me to wear? Which hairstyle do you like? Unaweza penda perfume na bwana yako haipendi. You go with what he likes. A man may like a perfume that the wife doesn't like. You go with what your wife likes. So in his best moment, ukiona kama wewe mwenyewe ukiuliza inaweza kuwa matatizo, every man has someone they respect. Someone mwenye akiongea unaona anakaa kama student. Na kama huyo mtu unaweza kuwa naye na kibali na uko na openness yenye inaweza guza sensitive things bila kuleta shida, huyo pia ni the best person to use. And my brother, what do you like? And he will open up his heart. There are those who may not open up to the spouse, but can open up. Listen to this. Anybody in your family that has the heart of your husband, mtu mwenye uligundua bwana yako, he meant everything to your husband before you married your husband, huyo mtu anakuanga an asset to you. If you learn how to mess up that person the good way, you've gotten the person. One thing I studied about my wife before marrying her were the people she loved. And I will not mention here, we are on air.